ni wakati ya ukombozi. Umuhimu wa Pasaka kwetu ina maana kubwa sana kushindia zingine sikukuu zote. Lakini watu wengi wanakamata na ulegevu fulani kwa sababu tu wanaona ni mwanzo wa mwaka. Hiyo ni sababu ya kwanza. Mwanzo ya mwaka, krizi iko mingi, pesa hakuna, watoto ndio wanaanza tamu, ndio wanarudia tena kunyumba, wanataka warudie shuleni. Kwa kuna fanya control the shows yenye haikuwaki. Na wengi wanajibana wanasema pesa wangu niangalie vizuri. Lakini niko na kutangazia jioni ya leo. Wewe ambao umeingia hapa kwenye hii Pasaka, jitayarishe, ujiandae. Iwe Pasaka ya kwanza tofauti, Pasaka zote za ushashiriki. Vala vizuri, ukula vizuri sana mwenye hauyakulaka. Hii tu. Sherekea kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, sababu ni hapo umepata uponyaji. Kalvari Bwana Yesu amesema yamekwisha. Kalvari Bwana Yesu amesema yamekwisha. Baba we, Kalvari Bwana Yesu alisema yamekwisha. Piga mikono yako tukufu kwa jina la Yesu Kristo. Kalvari Bwana Yesu alisema imekwisha. Na nilikuwa nasema hata unipatie juma mzima niongee juu ya Pasaka, na wanda nikaongea sababu unakuwa nasikia nguvu mpya. Haleluya. Kuhusu Pasaka kwangu inakuwa ni kitu kingine tofauti sana. Na kuanza leo kwako ambaye ulikuwa unachukua Pasaka na Valeria kidogo, unapatia Noeli Valeria kabambi ama zingine sikukuu fulani, unaacha Pasaka, jua kwamba bado unafanya makosa. Hapa ndio mwanzo ya Ukristo. Hapa ndio mwanzo ya sisi kuitwa wana wa Mungu. Sababu Yesu Kristo hakukuja duniani juu ya kuzaliwa, hapana. Yesu Kristo alikuja duniani juu ya kufa, ili kwamba mapenzi ya Mungu itimilike duniani. Hakukuja hapa kuzaliwa, hapana. Hapana, haikujileta Yesu hapa duniani. Na acha nikuambie mpendwa ya kwamba Pasaka wakuuliza kuanzia leo ilianziaka wapi? Sema kwanza Pasaka ilianziaka Misri. Wakati wana wa Israeli huko utumwani, hapa pale ambapo tumesoma katika Biblia. Hapa Mungu anatuma Musa kwenda kumweleza Farao awaachilie wana wa Israeli. Farao anaufanya moyo wake kuwa mgumu, anabana na kushikilia wana wa Israeli, hapendi kuachilia. Na Mungu akawapiga kwenye pigo 9 zote. Akawapa pigo sio 9, akawapa mapigo 9, mapigo 9, lakini Farao akaufanya moyo wake tu kuwa mgumu, hapendi kuachilia. Na Mungu akasema sasa, lakini kwa hii moja sasa, hapa lazima atake asitake, kwa fujo ambayo atampatia, kwa vurugu ambazo ataziona, kwa kelele za watu, kwa fujo ambayo atakuja kwake, lazima ataachilia tu. Haleluya. Na akasema ya kwamba kila kiumbe hai Misri, kuanzia leo kila kiumbe hai Misri kizaliwa cha kwanza nitakiua. Kila mzaliwa wa kwanza, kama hapo kwa mzaliwa wa kwanza kwenu, sitie zevisi ene hapa. Yaani leo umepaswa kufa. Ukiwa mtoto wa pastere, ukiwa mtoto wa revera, ukiwa mtoto wa bishop, ukiwa mtoto wa ministry, ukiwa mtoto wa president Museveni, ukiwa mtoto wa fulani, leo haungelala. Mnyama yote ile, kila kiumbe hai mzaliwa wake wa kwanza atakufa. Mungu akasema na hii